Sawa bwana Kinogo, mimi ningetamani kufahamu, mimi pamoja na watazamaji ambao wanatutazama, tuanzie kuifahamu siri ya watu ambao wanatambulika kama Wakurya. Siri walitokana vipi, lakini pia ni watu wa aina gani toka enzi na enzi? Karibu sana. Mimi naitwa Magoli Chacha Kinogo, ni mkazi wa hapa Tarime, mzaliwa wa hapa. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kunitembelea ofisini. Okay. Na tutazungumza mambo machache yanayohusiana na mji wetu wa Tarime. Nashukuru. Historia inavyoonyesha ni kwamba kuna dhana mbili za asili ya Wakurya. Dhana ya kwanza ni ile ambayo inasema Wakurya walitoka Misri katika maeneo ya visiwa vya Kurya vinavyopatikana maeneo ambayo yanapakana na nchi ya Misri. Lakini dhana nyingine anasema Wakurya walitoka katika nchi ya Iraq ambayo zamani ilikuwa inajulikana kama Mesopotamia. Ambapo sasa baada ya hizi dhana mbili zinaungana zote kwa pamoja kusema kwamba walikuja wakapita Ethiopia, baadaye wakatokea Sudani, alafu baadaye wakaingia Uganda. Baada ya pale wakapita kusini mashariki mwa Ziwa Victoria, wakatokea maeneo ya Kigoma pamoja na maeneo ya Kagera, ambapo baadaye walisafiri kutoka kule na kuweka kambi maeneo ya hapa ambapo sasa ndio mji huu wa Tarime, kabla ya kugawanyika kipande cha watu wachache wakaenda maeneo ya Kenya katika wilaya ya Kurya ambako ilikuwa anapoishi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi maeneo mengi ambayo yana wakazi wa Tarime, yana wakazi wa Kurya ni maeneo ya mkoa wa Mara pamoja na baadhi ya sehemu za Kenya katika kaunti ya Migori. Lakini awali kipindi hicho tunafahamu kwamba huku Tarime ilikuwa ni moja ya sehemu ambayo imekombainiwa ni Kenya. Ni kweli? Katika utawala wa kikoloni haya maeneo hayakuwa yanajulikana kwamba hapa ni Kenya, hapa ni Tanzania. Watu walikuwa wanaishi tu. Kulikuwa kuna dola na tawala mbalimbali ambazo zilikuwa zinamiliki haya maeneo na wakazi walikuwa wanaishi. Hakukuwa na serikali za kitaifa ambazo zilikuwa zinatambulisha haya maeneo kwamba hii ni nchi fulani na hii ni nchi fulani. Hayo ni mambo yalikuja kuletwa na wakoloni. Okay. Na hata Wakurya walivyosafiri kuja huku, historia haituambii kwa undani sana kwamba walipokuja huku walikuta wakazi wa asili gani kwa wakati huo. Lakini tunachofahamu tu ni kwamba kwa sababu walikuwa ni wafugaji kwa kipindi hicho, walikuja wakiwa wanatafuta mahali pa kuchunga mifugo yao, lakini pia na mahali pa kufanya shughuli zao zingine za kiuchumi kama kilimo. Ndio maana wakafika mahali hapo. Kwa hiyo hii habari ya Kenya na Uganda ni vitu vilikuja baadaye wakati wa utawala wa kikoloni. Natamani nifahamu sasa kwenye pointi hiyo ya utawala wa kikoloni kwa Wakurya ilikuwa ni utawala wa aina gani? Kwanza kabisa mwaka 1912 wakoloni wa kwanza kabisa kufika hapa walikuja wakoloni wa Kijerumani ambao tuna kumbukumbu ya wamishonari wawili, ambaye mmoja alikuwa anaitwa Bonati, alikuwa na mwenzake anaitwa Emil Toppenhag. Hawa watu walikuja kama wamishonari wa Kisabato. Wakafika katika hili eneo kwa kipindi hicho sasa lilikuwa linatambulika kama Utimbaru. Okay. Maana hapakuwa na Tarime na hapakuwa na jina lingine. Kwa hivyo vitabu vya historia vinatuambia lilikuwa linaitwa Utimbaru. Okay. Kwa hiyo wakafika mpaka Kibumai pale. Walipofika pale Kibumai wakapokelewa na kiongozi wa eneo hilo, alikuwa anaitwa Chifu Elema Surati. Huyu ndo aliwakaribisha wale wa mishonari wawili, akawapa eneo la kujenga misheni ya Kisabato pale Kibumai. Na wakajenga pale kanisa, wakajenga na makazi yao, na baadaye walijenga kanisa dogo tu ambalo nafikiri sasa hivi halipo. Kwa hiyo baadaye Chifu Elema akawasaidia kupata wafanyakazi wa kulipwa. Sasa walikuwa wanawalipa rupii 3 kwa mwezi. Wale wafanyakazi sasa ndio walifanya kazi ya kujenga ile shule ya msingi Kibumai ambayo inaonekana pale leo. Alafu wakajenga na misheni ya Kisabato pale na wakaendelea kuishi pale. Kwa sasa kuanzia pale
wakaanza kukaribisha wazungu wengine na utawala wa kikoloni ukaanza kuja kwa namna hiyo. Na kwa mtazamaji ambaye anatufuatilia kwa muda huu, watu wanaitamka Tarime na sifa zao, lakini hili jina Tarime limetokana na nini au historia yake kwa vipi? Karibu sana. Jina la Tarime lina dhana kama 3 hivi. Dhana ya kwanza ni ile kwamba wanasema kuna mtu alikuwa analima alafu jembe lake likavunjika, maana alilima sehemu akagonga mwamba, jembe likavunjika, akasema hii sehemu haitalimwa. Kwa Kikuria akasema ahase hano hatalimwa, maana yake hii sehemu haitalimwa. Kwa hiyo inachukuliwa ni kama dhana ya kwanza. Lakini kama dhana ya pili, wanasema kulikuwa kuna chemchem ya maji mahali mlimani ambayo ilikuwa haikati hata wakati wa kiangazi. Mlima gani? Kwa hiyo ni mlima ambao sasa hivi unajulikana kama Mlima Chambili, unaitwa Mlima Nyamwino. Ulikuwa asili ulikuwa unaitwa Mlima Nyamwino. Sasa hivi unajulikana kama Mlima Tarime. Yes. Sasa ile chemchem ilikuwa haikati hata wakati wa kiangazi. Kwa hiyo watu wakasema hii chemchem haitazima, maana yake itarime. Ikawa kama jina la Tarime. Lakini dhana ya tatu ambayo ni dhana ambayo inaonekana kuwa ina nguvu sana, kwa maana ya kwamba ilihusisha watu wengi kwa wakati mmoja, ni dhana iliyokuwa ni mgogoro kati ya Wasweta na Watimbaru kuhusiana na Mlima Nyamwino. Huu mgogoro ulivyokuja ni kwamba chifu wa Wasweta alikuwa anaitwa Chifu Mageta. Alikuja akitaka kuishi katika Mlima Tarime. Kwa hiyo kukawa kuna mgogoro na viongozi wa Tarime. Sasa huu mgogoro ulikuwa ni mgogoro ambao ulikuwa ni mgogoro mkubwa kidogo na ulivuta sana hisia za wakazi wa Tarime na maeneo mengine. Na mgogoro ambao pia uliingiliwa na serikali ya kikoloni. Kwa sababu tunafahamu wakati wa koloni walivyokuja kwa mara ya kwanza, wakoloni wa Kijerumani walianza kushirikiana na Chief Mageta. Alafu baada ya wakoloni wa Kijerumani kuondoka baada ya vita ya kwanza ya dunia, wakoloni wa Kiingereza walivyoingia pia walianza kushirikiana pia na Chief Mageta. Kwa sasa ule ushirika wa Chief Mageta na wakoloni ulimpa nguvu kubwa sana ya kisiasa Chief Mageta, ukampa pia sifa, ukampa pia nguvu kubwa ya kijeshi, maana alipewa jeshi na taarifa zinasema alipewa mpaka farasi kwa ajili ya kutembelea. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mzito. Chief Mageta hakuwa mtu wa hivyo, hakuwa mtu mwepesi. Alikuwa ni mtu fulani mzito, mwenye heshima na mtu anayeogopeka. Kwa hiyo akataka ahamishe makazi yake kutoka Gamasara aje kukaa hapa kwenye huu mlima. Ulikuwa unaitwa Mlima Nyamwino kwa kipindi hicho, ndio jina lake la asili. Na kama ukitembelea maeneo ya pale mlimani, kuna nyumba fulani mpaka leo ipo pale, nyumba ya mawe. Ile ilikuwa ni baraza ya kikoloni ya Kijerumani ambayo baadaye ilitumiwa tena kama baraza ya kikoloni ya Kiingereza. Sasa wakoloni wa Kiingereza wakampa nguvu Chief Mageta, wakampa jeshi baada ya kuwa amekutana na upinzani hapa. Kwa hiyo akataka kutumia nguvu ili aweze kuteka ule mlima. Sasa mzee mmoja alikuwa anaitwa Kinogo Turwa au jina lingine maarufu kama Wangu, ambaye ndio babu yake na huyu aliyekuwa mbunge wa Tarime mjini Chacha Zakayo Wangu. Naam. Sasa yule mzee ndio alikuwa msemaji wa Wakurya wote kipindi hicho. Kwa cheo chake kwa Wakurya alikuwa anaitwa Mugambi Wikina kipindi hicho. Alikuwa ndio msemaji wa Watimbaru wote kwa kama kiongozi wao. Alafu palikuwa na mzee mwingine ambaye nafikiri, sina uhakika, lakini nafikiri asili yake inasemekana alikuwa ni mtu kutoka Kiribo, Timbaru pia. Alikuwa anaitwa Isaka Omangare. Sasa hao wazee wawili wakamgomea Chief Mageta. Chief Mageta alikuwa ni mtu anatisha, kwa ni mtu mwenye nguvu. Kwa hiyo kutengeneza mgogoro na Chief Mageta ilikuwa kitu rahisi, ilihitaji watu ambao walikuwa na nguvu na ujasiri wa hali ya juu sana. Wakamwambia huwezi kutoka Gamasara ukaja ukakaa katikati ya Watimbaru ili hali wewe sio Mtimbaru. Kwa hiyo hili jambo halitawezekana. Sasa ule mgogoro ukawa mkubwa na Chief Mageta akishirikiana na wakoloni wakajaribu kutumia nguvu za kijeshi. Kulikuwa kuna technique moja ya kikoloni zamani ilikuwa inaitwa gunboat diplomacy.
yaani wanakuja na vitisho vya kijeshi, wanaweza wakapiga mizinga hapo, wakapiga marisasi, wakafanya gwaride za kijeshi ili kuwatisha wananchi waogope. Lakini baada ya vitisho vyote vile kutokea, wazee wawili, mzee Kinogo ambaye jina lingine anajulikana kama mzee Wangwe na mzee Isaka Mangare wakakataa, na lile swala likashindikana. Kukaa mpaka kuna tishio la kutokea vita kati ya Watimbaru na Wasweta. Lakini baada ya wale, nafikiri Chief Mageta kufanya assessment ya kuona kwamba vita pengine anaweza asishinde kwa sababu ya uimara wa majeshi ya hizi koo mbili, basi akaamua kuachia hilo swala. Lakini baada ya muda mfupi baada ya pale mzee Kinogo alifariki, na baada ya hapo taarifa za wazee zinasema Chief Mageta aliwahi kusikika anasema kwamba kama ningejua kama mzee Kinogo angefariki mapema, basi ningesubiri kwanza afariki alafu nikaanzisha mgogoro wa kutafuta ule mlima kwa sababu wakati ulikuwa hivyo. Kwa hiyo sasa ule mgogoro sasa ulikuwaje? Wale wazee waliwaita wananchi wao wakawaambia, chochote kinachowezekana kufanyika kitafanyika, lakini Nyamwino haitazima. Yaani kwa Kikurya kwamba Nyamwino yetu itarime. Kwa hiyo Nyamwino yetu haitafanyeje? Haitazima. Kwa hiyo wakoloni wa Kiingereza wakachukua sasa, baada ya pale makala zao mbalimbali pamoja na taarifa zao mbalimbali zikaanza kuandika huu mlima jina lake kama Tarime kuanzia hapo. Nafikiri ilikuwa ni kati ya miaka 1933 kwenda 40 hapo. Kwa hiyo taarifa nyingi sasa zikaanza kuita ile eneo Tarime kutokana na hiyo, na lile jina la Utimbaru sasa likaanza kufa polepole. So shughuli